Vipi wadau, vipi? This is Gigi King'ori, Gigi Media 254. As you know, tumekuwa tukiwaambia we have a big conversations ambayo ni Echoes of Heaven. Na nilikwambia the minister ambaye anaitwa Clarity Blessing amebarikiwa na vipaji mbili. Yeye ni mwimbaji wa gospel artist, yeye bado ni mhubiri, yeye ni evangelist. Na kwa leo tutagaza tu kuhusu yeye, the next time tuone ni yapi yale ameandaa katika kwa wanalika, mambo ya huduma iko namna gani. Kwa leo nataka tuambie mambo ya muziki. Alianza lini? Muziki wako umempeleka aje? Wewe uko pale na ungetaka kuwa mwimbaji, utaiba aje? Utaingia studio aje? Next time tuandalie Echoes of Heaven. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaribisha wote mchana wa siku ya leo. Mbele yetu tumebarikiwa kupatana na mwanamuziki ama msanii, mwanandanda, mwanalika mwenye amebarikiwa, ako na talenti na sauti nyororo. Nataka tukaongee naye mambo mawili matatu, tukasikie vile alianza na mahali amefika na zile challenge amepatana nayo. Kwanza tumjue kwa jina. Majina yako? Naitwa Clarity Blessing. Clarity Blessing. Clarity Blessing, tungetaka kujua vile ulianza mahali ya uimbaji ama usanii. Nilianza kuimba, that was 2021. Hapo ndipo niliweza kutoa wimbo wangu wa kwanza. Na ulinikujia wakati nilikuwa naomba usiku. Wimbo wangu wa kwanza unaitwa Mungu Mwema. Mungu Mwema. Hebu tuambie, kwa sababu pale kuna mtu anakutazama na angetaka kujua katika uko na maono gani katika hali hiyo yako ya uimbaji? Katika uimbaji wangu niko na maono ya kwamba nitaeneza injili hadi mataifa. Na mimi nafanya uimbaji kwa sababu na huo wito, na pia naimba ili niweze kukomboa wengi kupitia nyimbo zangu. Amen. Na katika hiyo uimbaji wako ama usanii, ni challenge gani umepatana nazo? Challenge ambazo tunapata kama waimbaji ni ya kwamba if you are not financially stable, unapata kunakuwa na challenge ya kutoa nyimbo. Maana hizo nyimbo zinahitaji pesa. Na before utoe wimbo lazima uwe umejipanga kimfuko. So hiyo ndo challenge. Challenge ya pili ni ya kwamba unaweza kufanya aje ili hiyo nyimbo iweze kufikia watu na iweze kuwabariki. So lazima uweze kwa maombi na kujipanga zaidi. Na kuna mtu pale pengine ameaisikia watu wa nyimbo zao sina kule kwa mitandao inaakiwa, unasikia WhatsApp ama YouTube yake imeasiwa. Wewe hujaipatana na kitu kama hiyo? Actually nilipoanza muziki nilihakiwa. Na nilikuwa nimesonga sana subscribers na viewers wimbo wangu wa kwanza. Niliweza kuhakiwa, nikapoteza nyimbo mingi ambazo nilikuwa nimeweza kuweka YouTube. So nilianza mwanzo tena, but sikuweza kukata tamaa, manake nilijua when you start something, when you see challenges, you know you are moving to another level, because we are told before a testimony there must be tests. So sikuweza kukata tamaa. Na katika hiyo hali ya uimbaji unaweza himiza, kwa sababu wewe ni mwanalika, unaweza himiza wanalika hazi ama mtu pale ni mwanalika na ameshindwa atafanya hazi. Yani how do you manage to start kuanzia wimbo ukiwa mwanalika na umeingia mpaka kwa mitandao? Kama mwanalika anaweza kuhimiza tu ya kwamba katika ministry ama huduma lazima uweze kuwa muombaji sana. Manake it's only through prayers that we can overcome the challenges. So kama mwanalika kuweza kusimama katika huduma lazima uombe sana. Hicho ndio kitu ambacho inafaa uweze kuweka manani. Yeah. Tunaona especially siku hizi katika in generation ya kwamba wanamuziki ama waimbaji wa gospel wamejichanganya, unapata anaimba mpaka yeye anafanya mambo. Hiyo ndio swali nataka utuambie. Wewe umemanage aje kuwa wewe ni mwanalika na bado unasimama dhabiti katika wokovu, au hujajichanganya katika uimbaji wako? Kwa sababu tumeona watu wanajichanganya. Unaona mtu ni mwimbaji ako na sauti nzuri ya kuimba, nyimbo zake zinabariki watu, lakini ukienda kwa mambo zingine unampata yeye kwa mambo ya dunia hako.
anajichanganya bado na mambo ya dunia na mambo tofauti tofauti. Wewe umemanage aje na unaweza ambia mtu mwenye amejichanganya, unaweza mwambia aje? Naweza kupa advice yule mtu ambaye anafanya huduma. Ili kuweza kusimama katika huduma lazima uweze kukubali kwanza. Na si rahisi mimi kama mwanarika kuweza kusimama wima katika uimbaji bila kujichanganya. So unapotaka usijichanganye, kwanza kabisa nimesema uweze kuwa muumbaji na usifanye huduma kwa nia ya kutaka pesa. Manake it's true, because the Bible tell us you cannot serve money and serve God at the same time. So lazima uwache kitu kimoja. So unapofanya huduma na ile intention ya kuserve Mungu, hautaweza kujichanganya ujipate unafanya vitu vibaya. So ni kuweza kuamua kufanya kazi ya Mungu pasipo kutarajia malipo. Ya ujitume kwa uimbaji bila kuangalia watu wanasema nini, ama bila kuangalia utalipwa na nani. Ungojee Mungu akulipe tu peke yake. Uongojee malipo kutoka kwa Mungu. Swali la mwisho nikienda kumalizia, uko na maono gani kwa mahali uko na miaka ijayo? Maono yangu ni kuona ya kwamba nimeweza kuhudumia watu kupitia nyimbo na kufanya watu wengi kuokoka. Manake mimi I'm a minister of God, whereby I want to spread God's word and bring people to Christ. So hiyo ndo kazi ambayo mimi nimeitwa, ili niweze kuhubiria watu na kuwatoa katika ile situation ambayo wako ndani. Amen. May God bless you. Na mafansi wako ungetaka kuambia wenye, ama mtu akitaka kukuona, ama pengine uende ukaminister kwake, ama uende ukaminister katika function yake, wanaweza kukuona aje? Mitandao ya kijamii, mahali unahudumu na hizo vitu zote. Mimi nikitajika napatikana katika mtandao, naitwa Claret Blessing, kila mahali naitwa hivyo. Na mimi kupatikana ni urahisi, manake kwa kazi ya Mungu watu tunakuwa tayari. So sina tatizo ati nikwambie unilipe nini, hapana. Once umeniita katika huduma, I avail myself. Yeah. Amen. God bless you. Anaitwa Sister Claret Blessing, ni mwimbaji. Umesikia, ni mwimbaji na ni mwanalika na ni proud analinga katika uimbaji wake. Ukienda pale channel zake zote Claret Blessing utampata, YouTube channel na hizo vitu zingine, Twitter na utaona yale mambo ameweka pale, na Mungu atakubariki. Mimi uko na jambo lingine ungetaka kusema? May God bless you na Mungu awatende mambo mema. Claret Blessing, Kanake Abraham, imara na imba njio na nimebarikiwa. Amen.